Tunakushukuru sana katibu wetu wa Jumuiya ya Wanawake Mkoa. Karibuni sana katika wilaya yetu ya Mbogwe. Mwenyekiti wa UWT mkoa pamoja na msafara wako wote, itifaki imezingatiwa. Natambua uwepo wenu katika eneo hili tangu asubuhi saa 2 mpaka wakati ambapo tunaenda kuhitimisha shughuli za leo. Tunashukuru sana kwa kuona umuhimu kuja kufanya maadhimisho haya katika wilaya yetu hii ya Mbogwe. Geita ina wilaya 5. Mlikuwa huru kwenda wilaya nyingine yoyote, lakini kwa kuona umuhimu wetu na kuthamini kwamba wilaya hii nayo ilifanya vizuri kwenye uchaguzi, mkaona mje msherekee sherehe hizi katika wilaya hii. Tunasema asanteni sana sana sana. Ndugu wananchi, mimi naitwa Waridi Mgumi, katibu wa CCM wilaya hii ya Mbogwe. Leo na mimi ni sehemu tu ya kuelekeza wageni njia. Ugeni huu ni wa mkoa. Lakini seme jambo moja. Chama cha Mapinduzi kinapenda kutoa shukrani za dhati kwenu wananchi wote wa kata hii ya Iponya kwa namna ya pekee ambapo mlishirikiana nasi kikamilifu katika uchaguzi mkuu 2025. Na leo tumewaambia mkoa, tumewaleta hapa ili watambue kwamba miongoni mwa kata 17 za wilaya hii, Iponya haina kituo cha afya. Tunahitaji kubwa la kituo cha afya katika kata hii, na ndio sababu tuliwapeleka kwenye zahanati. Maana kila siku wasiende tu kwenye maeneo yenye mafanikio, mwisho tunaonekana Mbogwe tumejitosheleza, kumbe bado tuna uhitaji. Hapo vipi? Tumeona changamoto kwenye kituo hicho, kwenye zahanati hiyo, kutokana na wingi wa watu wa kata hii. Kwa kweli hapo mahitaji makubwa, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, kata hii kupatiwa kituo cha afya. Na ajenda kubwa ya Mama Samia, kila kata inatakiwa kituo cha afya. Mimi najua hatujachelewa, mkisimama nyinyi na mgeni rasmi nitaongea mambo mengi. Mimi nitaongea machache tu kama mtendaji. Cha kwanza nitaongea kuwashukuru sana wananchi wa Iponya kwa kwenda kukiamini Chama cha Mapinduzi, kukichagua kwa kishindo kurudi tena kwenye nafasi zake. Kuanzia nafasi ya udiwani mpaka nafasi ya ubunge mpaka nafasi ya kumpata diwani wetu wa kata hii. Tunawaambia hongereni sana kwa kazi nzuri na kazi iliyotukuka. Baada ya kuwapata hao, na ndio maana kwenye wilaya yetu tukapata madiwani viti maalum, na wao wanatosha, ni viti maalum wanatosha na nusu. Kazi wanaipiga kweli kweli. Hao madiwani wetu viti maalum, mkienda pale kwenye zahanati yetu mtakuta wamemsaidia mama akifika pale asikae sana amesimama. Wamekabidhi mabenchi kwa ajili ya kutolea huduma za wanawake hao. Kwa hiyo utakuta mabenchi yameandikwa madiwani viti maalum wilaya ya Mbogwe 2025-2030. Kwa hiyo ni wao wamepeleka pale huduma ili mtu akifika asisimame muda mrefu. Tumefanya shughuli za usafi, tumepanda miti, tumefanya kazi mbalimbali. Nitumie nafasi hii kipekee kabisa kwamba kwanza kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmejitokeza kwa wingi kuja kutulaki, kuja kuadhimisha maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi. Hongereni sana wananchi wa Iponya. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wana Mbogwe kwa mapokezi yenu mazuri. Mmetupokea vizuri sana sisi watu wa mkoa wa UWT. Tumejisikia vizuri sana kwa mapokezi, kiasi kwamba tunasema tuendelee kurudi tena. Sijui mnasemaje, mko tayari kuendelea kutupokea? Vile vile nitumie nafasi hii kipekee kabisa kuwashukuru wananchi kwa ujumla wa Iponya. Sisi UWT kama ambavyo mmesikia kwamba tuliona maadhimisho yetu ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi tuweze kuja katika wilaya ya Mbogwe, na bahati nzuri tumefika hii kata ya Iponya kuja kuwashukuru nyinyi wananchi pamoja na wana CCM kwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi. Kusema na ukweli, sisi wenyewe ndio ambao tumekuwa chachu katika kukifanya kwamba chama kiweze kufanyaje kuendelea kuwepo. Uongo kweli? Kwa hiyo niwaombe sasa kwamba
kwa kuwa kimeshafikia miaka 49. Sisi wana CCM, nilikuwa naomba tuendelee kushikamana wote kwa pamoja, tuendelee kuhakikisha kwamba chama hiki tunakienzi, tunakishika kwa nguvu zote, kwa sababu chama hiki miaka 49 kimefanya mambo makubwa. Uongo kweli jamani? Na kwa kuwa kimefanya mambo makubwa, hatuna budi sisi wana CCM na wananchi tuendelee kutafuta namna ya kukifanya chama hiki kiendelee kupendeka zaidi na zaidi kwa wananchi. Niwaombe sasa viongozi wetu ambao tumechaguliwa, madiwani wote wale wa kata, wa viti maalum, viongozi wote katika ngazi mbalimbali, sote kwa pamoja tuendelee kushikamana na kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu kupitia kazi ambazo tunazifanya ndivyo ambavyo wananchi wataendelea kukienzi na kukipenda chama chetu. Uongo kweli jamani? Kwa hiyo sisi tusijifungie milango, hapana, tusikilize wananchi, tuende mpaka chini. Kwa mfano hapa mheshimiwa diwani, basi ni fursa sasa kuweza kwenda chini, kwenda kuwasikiliza wale wananchi wa kwenye vijiji vyako vyote, kuwasikiliza changamoto zao, lakini vile vile kutafuta namna ya kuzitafutia ufumbuzi, ili hatimaye zinapopatiwa ufumbuzi hizo changamoto, ndipo ambapo wananchi wanaendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kinatatua kero zao walizonazo. Na mimi hapa kutoka mkoani nimefurahi sana, kwa sababu nimetoka kutoka wapi? Mkoani kule, nimekuja wapi? Mpaka Iponya kwenye kata. Na kupitia kikao hiki nimeweza kupata fursa ya kuzungumza na nyinyi wananchi. Mmeweza kuzungumzia kero mbalimbali hapa. Nina uhakika kwamba kwa kero hizi ambazo mmezisema, mimi pamoja na viongozi wenzangu tutazibeba na tutazifuatilia kuhakikisha kwamba zinafanyiwa kazi, na ili wananchi waendelee kuwa na amani na furaha na kuweza kufanya kazi zao vizuri kwa utulivu. CCM oyee! Tumezungumzia hapa changamoto mbalimbali. Kituo cha afya ambacho sisi tangu asubuhi tulipofika tuliona ni vema tukaangalie huduma za afya kwenye kata hii, maana kazi za jumuiya UWT, kazi yetu kubwa ni kuweza kuangalia zile huduma za jamii na kuona kwamba je, zinafanya kazi zake vizuri kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tulipoingia ndani ya kata hii ya Iponya, tumeanzia kwenda kuangalia kwenye huduma ya jamii kwenye zahanati yetu. Na baada ya kufika hapo, yale ambayo yamesemwa na wote, kuanzia mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kata, viongozi mbalimbali, katibu wetu wa chama, wote tumezungumza ukweli kwamba kweli ipo changamoto kwenye kata hii, hasa kwenye huduma za afya, kwa sababu jengo lenyewe ni la siku nyingi, halijafanywa hata ukarabati. Lakini pia kulingana na idadi kubwa ya wananchi walio katika kata hii, mmesema 19,000 na kitu, kuweza kupata huduma kwenye zahanati hiyo kidogo, hata sisi wenyewe UWT mkoa tumeona ni jambo la msingi sana, na tunalichukulia jambo hili kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo sisi kama mkoa, ninaomba kusema kwamba swala hili tutalichukua na tutalifanyia kazi, lakini tutalifanyia kazi kuanzia hapa tulipo. Nitatoa fursa pengine baadaye, mwenyekiti wa halmashauri yuko hapa, ambaye ndiyo msimamizi wetu mkubwa wa halmashauri yetu ya Mbogwe, ili aweze kusema neno. Lakini kikubwa zaidi, mimi ningemuomba kwamba jambo hili lazima lifanyiwe kazi kuhakikisha kwamba Iponya tunapata kituo cha afya. Nijibu hoja kwa ufupi sana. Nataka niseme kwenye hoja ambazo Mheshimiwa Shitunguru amezieleza, ni hoja ambazo ziko ndani ya uwezo wa kwetu, na tena ziko ndani ya uwezo wa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ikiwemo hoja ya ujenzi wa kituo cha afya kwenye kata hii.
nataka nikwambie mgeni rasmi kwamba katika wilaya yetu ya Mbogwe tunazo kata 17, lakini hizi kata 17, kata 12 zote zina vituo vya afya na kata 5 tu, ikiwemo kata ya Iponyo, ikiwepo Ilolanguru, ikiwepo Isebya, ikiwepo Ngemo, ikiwepo Bunigonzi, ndizo kata pekee ambazo hazina vituo vya afya. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunaweka kituo cha afya kwenye kata ya Iponyo. Lakini mimi nimeitwa Sabina Masenema, nimekuja kutibiwa, namleta mwanangu na uzuri ametibiwa, tukakutana na wageni, tukashirikiana nao, wakatuletea na zawadi na tumepokea. Nashukuru Samia.